Leo vijana wanaogopa mazoezi. Unajua tatoa kama yale ya jana. Lakini ya jana alikuwa makali. Ndio sawa. Mimi naona nikipumzika taumu. Nikukabidhi nani hapo? Endelea mwenyewe. Ntiamu mtu. Hapa sina dema pole. Endelea kukabidhi kwa ule mama. Maana usimwamini kijana. Na ule kijana ni uamini hata mimi. Vijana si waamini. Kwa hivyo. Miongo waamini. Waamini. Nione goti ambalo alipande juu liko wapi? Nataka kupandisha. Nataka niinue goti ambalo alipande juu. Goalkeeper. Mchezoni. Huu ndio eneo la mechi la kupigwa penalty. Jumapili game linatakiwa lifanyike hapa kwa ajili ya staff. Naionea huruma staff wa Maisha Plus itakavyoumia kwa ajili ya hili game, kwa sababu maandalizi yaliyokuwepo ni makubwa sana. Alafu tuna hasira nao, unaona, kwa sababu wanatangaza sana katika magazeti kwamba wao wako vizuri. Sasa nategemea timu ya Maisha Plus, Mama Shujaa wa Chakula 2014 lazima ifanye vibaya. Ni goli 14 timu staff ya Maisha Plus. Na naona yani tuna uhakika wa kila kitu, tuko vizuri, yani vizuri sana kwa kila kitu. Yani timu iko safi, haina matatizo yoyote, vijana wako salama, yani mpaka sasa hivi na uhakika na furaha timu yangu iko vizuri. Kwa mechi ya Jumapili sina matatizo yoyote, na yani hapa nilipo naona Jumapili ni mbali, kwa sababu litakiwa yani hata leo kama ungekuwa uko tayari walitakiwa wawepo hapa hii timu. Na hii kwa sababu inaelekea timu yenyewe bado haijajikusanya, maana inatarajia sana hii timu kwa habari zilizopata ina mpango sana kutafuta wachezaji wa kukodi kutoka nje. Sasa kwa sababu nategemea wachezaji kutoka nje, mimi hiyo hainisumbui. Nategemea timu yangu itafanya vizuri vyovyote itakavyokuwa. Asanteni sana watazamaji, naomba mtazame mechi hiyo kwa uwezo wenu wote. Asante sana. Twende. Yes, mimi naitwa Masudi Kipanya, kocha wa timu ya staff wanaotengeneza kipindi cha Maisha Plus. Au sio bana? Babu katamba sana. Kesho kuna mechi, Jumapili. Kuna mechi kubwa sana kati ya washiriki wa Maisha Plus, Mama Shujaa wa Chakula 2014 dhidi ya wachezaji waandaaji wa Maisha Plus. Au sio bana, ambao ni timu inayojumuisha staff wote wa Maisha Plus. Watu wanao control camera, ma editors, yani wahariri wanao rekebisha vipindi baada ya kurekodiwa, soundman, au sio bana, watu wa light, au sio bana, wapishi wetu, au sio bana, na staff watu wengine wote ambao wanafanyia kazi huku upande wa production. Kama alivyotamba Babu, kwamba wao wako vizuri na kwamba wanadhani sisi ni watu wa kukodisha wachezaji, sisi tukodisha wachezaji,
Captain, kocha, mchezaji niko mwenyewe Masudi Kipanya, au sio bana? Na mpira utakaotumika ni mpira mpya kabisa. Na huu ni mifumo hii ya mipira ambayo inatumika hata katika makombe makubwa. Na huu ni mpira ambao umesainiwa na watu wengi sana. Kwa hiyo kaa tayari mtazamaji kwa mechi moja kali sana. Wachezaji tuko vizuri, tuko fit, tumekuwa tukifanya mazoezi nyakati tofauti, tuko vizuri, tuko fit. Kukuthibitishia hilo, yani hii ni style, sio kama viatu vintoshi. Style. Fadha utacheza kesho? Mimi sio. Namba 7 huyo. Kipa huyo hapa. Kipa huyo hapa. Hii unacheza namba ngapi? Namba 7. Namba ngapi unacheza? Beki kama kawaida. Beki huyo hapa. Beki letu Robert. Robinho au Robilo. Muhariri huyo. Au sababu? Aida Mswaki. Mchezaji wetu wengine hapa. Aaron anacheza namba ngapi? Anacheza namba vina maana. Namba 10, anacheza namba 10. Editors wetu hawapo wanarekebisha vipindi. Brother Payaki namba ngapi? Mimi namba 8. Namba 8. Katikati pale. Katikati. Kwa timu kama hivyo, babu kata tayari. Anajuta babu. Safari ya kumiliki nyumba yako inaweza kuchukua muda mrefu. Inakusaidia sana unapokuwa na mshirika wa karibu, mtu mwenye uzoefu, anayeweza kukupa uelekeo, mtu anayeelewa taratibu, taarifa na jinsi ya kurahisisha safari, ili nawe pia uweze kugundua furaha ya kuwa na nyumba yako. Na hapo ndipo tunapojitokeza. Benki ya CRDB inakuletea Jijenge. Huu ni mfumo wa utoaji mikopo maalum na nyumba na kuwezesha kumiliki nyumba ya ndoto yako kwa marejesho ya kipindi kinachofikia hadi miaka 20. Ile nyumba uliyokuwa unaota kumiliki sasa ni yako. Kupitia mikopo yetu ya nyumba, sasa unaweza kufika hatua ya kwanza kumiliki nyumba ya ndoto yako. Tembelea tawi lolote la benki ya CRDB kwa taarifa zaidi. CRDB Benki, benki inayomsikiliza mteja. Mboni Mpae. Andika Mboni Mpae. Andika M. Mboni Mpae. Nataka Mboni Mpae haya. Yaani atakayezidisha au arudishe. Mama Kagera. Mama nani anaitwa? Ya kuuza skola. Unasikia mama vile amekupa maelezo. Sidhani kama iko kwetu. Hatuna hiyo sufuria. Ilichukuliwa. Mama nani? Mama Asunta. Niandike jina langu. Nani? Mama nani wewe? Mtoto ambaye unakaa naye. Tunakaa tunashana huyu Mama Saidi. Kwa hiyo wewe ni Mama Saidi. Wa pili. Mama. Mama. Taniambia nini mimi nitabarikia. Lakini sitabadilisha tena malengo sasa. Mtakuwa mnaniumbisha. Asante. Yule mama mwingine. Mama Dani. Mama Dani. Yuko anakuja, alikuwa kwenye jiko la gesi. Nimpelekee. Naweza kumpelekea. Leta kama. Jina la mtoto wako. Mama nani? Mama Bakari. Mama Boka. Mama Bakari, kuna Mama Beka na Mama Bakari. Nanga hapa. Nimependeza. Shingapi unauza sasa ukitengeneza? Ni 5,500 tu. 5,500?
kama Ile hili zuri. wanachukua nyingi kama tunavyopeleka kwenye order. Kwa sababu haiwezi hata kama kukatika wala nini. Mama, ndio. Twende kwa mwanangu. Twende. Nipoaje? Halo. Nini? Anaona umependeza sina hati hivi. Ya nini? Sasa napeleka wapi hiyo? Muda bado upo. Ninurie. Muda bado upo. Kwa mama kwa mama. Nashangaa mama wa Njombe analima kutumia jembe la mkono, ndio? Lakini hajaonyesha je, wewe unafanyaje? Sio ununue jembe na mpini, si ndio? Hapo ana save hela hapa. Hela ya mpini unanunua pembejeo au sio? Shilingi 1000 kubwa sana hiyo. Shilingi 1000 kubwa. Mmoja hivi kama na darasa la mpini, nisimuite kabisa, nisimuite. Bora hana haja kuona huo mpini wangu unavyotengeneza. Tena mama yako mdogo, mamake Sefu, mamake Beka, mama mdogo wa Kigoma yule. Aliniambia ni usiniite kabisa. Yaani akaniambia yani kwa hilo usiniite wala usiniite sasa yani usiniite. Kwa nini? Darasa lako la kuangalia mpini. Yaani wala alinihusu kabisa la mpini mimi. Ni mtaalamu. Ni mtaalamu. Kiasi kama kama mtaalamu. Uwezo kumdemoralize mtu hivyo eti? Eti Amekosea. Alikosea. Sasa mimi nilikuwa nacheka jamani. Ilikuwa kama utani, si ndio? No, alikuwa serious mara 3. Sinite. Ngoja kwanza. Kule kuna nini? Labda alikuwa anazungumza huko anacheka. Si nyinyi ndio mnajua mlikuwa katika hali gani. Kama mlikuwa mnataniana au ulikuwa ni serious? Mudi nilikuwa nayo. Alafu sasa nikwambie. Inategemea sasa kinaambia mama boni wewe yani hatuwezi yani. Sasa ile mara 3. Akaniambia bye kabisa. Mimi niliwauliza hata yule Pete nikamuuliza hivi. Tumeshinda kwa njia gani? Tumeshinda, wewe uje mama ni mshindi. Uje mshindi, nikamwambia je, nikiulizwa maswali nje ya uwezo wangu wanaoyajibu nitayaweza. Mimi nimemaliza la 7. Kaniambia wewe njoo. Kumbe wametuona sisi kitu tunachokifanya huko. Sisi si wakulima, walikuja wakaona mashamba yetu wakajua kwamba sisi ni wakulima. Sasa nilipoambiwa kwamba ni kwenda kijijini kulima, tukajua ni kulima, tutakuta mashamba yameanza. Mashindano ya kulima. Tushindane. Yaani pale mama atakapolima shamba la kuonekana kuona kwamba ni mkulima. Watengeneze ratiba ya kukaa miezi hii 3. Na kule nyumbani wayangalie familia nitoka kule na watoto na iachaje. Sio mashamba gunia. Sio mashamba haya gunia. Sasa hii shamba gunia familia una watoto 10. Utafanyaje hilo? Unaheka watoto 8. Wewe umesema mwenzangu na watoto wangapi? Watoto na 9. Mimi nao 8. Sasa shamba ulime shamba gunia. Ulime shamba gunia. Sasa hilo gunia utalivuna watoto watakula miezi mingapi? Hilo gunia ni la kuvuna siku moja. Kila mtoto ana gunia. Watoto 9 kila mtu anakula pale. Wema. Anakuambia shamba gunia. Shamba gunia. Lakini yeye wa mama muangalie. Sasa hizi tuna ulimaji wa mchicha tu. Sisi sio wabunifu, ndio maana umeniona nimelala hapa mwenzangu na tafakari. Kwa kweli mtu nakosa hata la kufanya. Nimekuja hapa napata elimu. Nikirudi nyumbani nitatengeneza sabuni. Nikirudi nyumbani nitatengeneza batiki. Nikirudi nyumbani nitatengeneza mafuta ya kupaka. Hata kama sina hela nitajipiga nitapata. Nitaishije? Na bado kuna kapu la maajabu utatengeneza upate jiko lako la maajabu. Jiko la maajabu. Utapata wewe mama yangu hapo nisaidie. Tungeingia darasani hivi tunaweza nitauza niweza kulipa gharama. Utapata pesa, utanunua rangi, utanunua vitambaa, utatengeneza batiki. Hivi kununua mpira wa kiume. Watu wanakusikia hivi, ni tatizo? Sio tatizo. Hiyo angalia sasa mama. Sikia, kwa mfano sisi ni majirani tunakaa katika maisha ya kawaida ya. Wewe nyumba yako hiyo na kuheshimu tunaheshimiana sana. Nimeenda dukani, mimi nimekuja tu dukani nimekukuta wewe. Wewe unanunua vitu wewe haviishi, unanunua tu mimi nimekaa pembeni. Mara wanasema, "Mwenye duka, mhudumie kwanza mwanangu, naona na haraka alafu vitu vyake sio vingi." Wafikiri mimi nitasema? Siwezi kusema. Unaona? Kwa kuwa anakuheshimu anaona kama vile akisema
atakujengea picha nyingine kabisa, utaanza kumwisi wewe, kumbe huyu mtu ni wa design hii, sio na nini na nini. Kupelekwa na sabuni mwambie ukimpata tunampe sabuni. Nataka tu kunywa sababu gani? Kwa kama mtu umeoa, si ndio? Au mama umeolewa. Mimi naweza kununua mpira wa kiume mimi. Kwa sababu nimeongea na baba tunapanga uzazi. Kutumia nini? Mpira, si ndio? Sasa ni kwamba jinsi watu wanavyoingaje kwamba mtu kununua mpira kitu kingine pia mtu anagopa ile heshima yake. Ile heshima yake hivi binafsi. Akija kudukani hivi anaona kwa mfano Beka tunamshimu Beka sana. Sasa tunakuta Beka dukani ananunua hiyo na anaweka huko. Beka hata kana ile furaha sana. Yaani tayari kuna kitu yani unaona. Ile psychology. Wewe unajiona kabisa una uzito yani. Psychology sawa, lakini sio kwa mfano. Ila kiwalisia kwa ajili ya afya zaidi ni bora. Bora sema kama mtu jinsi anavyoitemwe. Kununua mpira unakuwa ni uhuru, lakini sivyo hivyo. Ndio. Hata wewe unaweza kusema naomba hivi ukafanyaje? Kwa hiyo inasaidia watu unaonaje? Au mwingine anaenda dukani akiona kuta mama mtu mzima huyo. Unasemaje kwa kina mama kama nunue kweli hapo? Unaona mama mtu mzima huyo. Akienda safari unamwekea. Unamwekea ndio hata baba. Mimi mama, mimi nikiendaga safari ya mbali lazima wewe niambie ameniwekea na ikuta pale ameniwekea. Akwambia unakuta kwenye begi tu ameweka Tena ameandika hata kabarua kadogo mwanangu ukumbuke. Huko ndo kwa kuja unazamisha kwa kuja huko. Wewe umeshiba. Usa na mlusha. Silikuwa hivi. Ilikuwa hivi. Mwanangu ainipa hapa. Ona kuteremka kidogo. Basi umeweka hivi, Mimi naonyesha tunakuwa tunasubiria mpira. Na mimi nikusubiria mpira hivi. Mimi nakuwa sasa mimi kama refa hajaona nakuwa namsoma refa. Na mimi namsoma refa. Ina maana refa si yuko vile. Kama nakuja hivi. Sasa angalia mpira ulije tadabu au vipi? Kama mimi tena hapo anasema tu wewe umefanya bahati mbaya. Yaani hapo tulipomweka hapo tumemzungushia duara ya kamba akigusa tu hapo. Njia sinakuepo huko. Sasa tunapima kwanza unaangalia kama kweli hii kamba ina. Tuitegue kidogo tuone kama utapatuka. Tukae mbali sasa. Sio mbali hapo. Mpira. Shushe chini, shushe mwenyewe. Basi kanibeba. Yaani hata kama utakapotoa hizo pesa zako utakazopewa. Mama Ngoso ashinde atugawie. Mama Ngoso akichinda hata tugawie anasema tu hapa. Mama Ngoso wewe jitahidi tu kulima mboga, umelima mboga, alafu jifunze tena mambo ya batiki.
jifunze tena mambo ya sabuni. Wewe mimi mkulima, nikiwa kama mkulima nitabuni kitu cha kulima, nitaenda kuuza Mimi nitalima mboga zangu nitaziuza. Sijatengeneza batiki, sio moja ya faida. Unakuja hapa kama mama shujaa, unagunia zako 45. Wewe kama ukaenda kununua vitu hivi ukatengeneza. Nilipokuwa nyumbani nilikuwa najua kutengeneza hata hiki. Mimi kazi yangu kulima na nimekuja hapa najua nini? Kulima. Haya leo nimekuja nimepata elimu nyingine ya kujifundisha batiki. Yaani hapa umefunguka. Nikirudi nyumbani nitalima. Nikishapata korosho zangu nitauza nitapata. Nikishapata nimeenda kununua kitambaa Angalia mama. Amuone kama hii ni moja ya faida. Mama nani? Nimetengeneza mishumaa, nimetengeneza mafuta. Angalia. Umepata kapu lako la maajabu la kuweka chakula chako kisipoe. Sasa. Na unapikia humo kwenye kapu la maajabu. Hapo tukubaliane. Sasa support ya kuja hapa. Ndio. Kila aliyekuja alikuja kwa ubunifu. Ubunifu wangu ni wajembe. Ninajua kwamba ninapokuwa nimelima eka 5 nikapanda mihogo eka 5, tayari pale nimesha kuwa mbunifu. Familia yangu haiwezi kuwa na njaa. Sasa ndio ubunifu wangu. Huo ubunifu mwingine nitakao utoa hapa ni wa kwenda kuongezea. Na wewe huwezi kupewa kitu kama huna kitu. Kwa vile una mambo mengine ambayo unafanya. Sikilizeni niwaambie, ukiongezea na hiki kitakusaidia. Nawauliza kwamba je, ambao ni wafanya kazi wana majumba yao wamejaza fomu lakini hawakushinda. Kwa nini hawakushinda? Ina maana kama sikiliza, wameniona mimi mkulima nafaa kuja kuingia kwa mama shujaa hapa kufanya kazi za hapa. Umeelewa? Kwa nini wafanya kazi wamejaza wengi tu kama si mkoa wetu, wengi wenye akili zao. Mimi ambaye sina akili ndio waliniona kwamba naweza nikashinda. Huna kabisa somo chochote. Nina familia kubwa ya kuwalisha, ndio maana tumeletwa na nguvu zetu. Ina maana wangekuja nyumbani kwangu wakakuta hamna hata hindi nilivyoandika, wasingenichagua, wangenifuta. Sina Mangoso, umeletwa hapa kwa ajili ya nguvu au kwa ajili ya akili? Nguvu, tafuta shamba tuanze kulima huko tuone. Kwa hiyo wewe magumu ndio amekuleta hapa. Ndio. Huna hata akili ya kufikiria kwamba hapa ni kilima hapafai. Nguvu na akili. Nguvu na akili ndio nimeletwa hicho. Nguvu na akili. Wewe mwenyewe umesema sisi tusio na akili. Mbona leo una akili? Ni nguvu na akili. Mama Bisai muda wana. Bisai njoo sasa. Niende na hela za kuendeleza miradi yangu. Tena utaipata kutokana na elimu uliyopata hapa. Kwenye kilimo huwezi hivi tu. Sasa kutengeneza batiki sasa zako ukiuza. Cha mwisho niombeeni niwe wa kwanza. Milioni. Niwangawie. Anza wewe kujiombea. Unasikia Mama Ngoso, hicho usitegemee. Kama ningekumbuka ningekuja naye kutoka nyumbani. Kama ningejua huku babu hawezi kutupatia. Kata na makasi. Unachomoa kutoka huko tu. Sasa na ile natengeneza iko wapi? Ndio hii hapa. Sasa naanza na hii kubwa. Kwa sababu hii kubwa inazuia hii isiruke huko. Okay. Naweza kuweka kama 2. Unaweka ngapi? Naweza kuweka 2 au mimi napenda au 3. Kadiri mimi napenda tu. Au 4. Lakini muhimu ikamate kona ya kwanza. 4 au 6 mimi mwenyewe napenda. Pa 4 ngoja niweke 6. Hapa ziko 6. Sasa hapa nachanganya rangi ya njano, nyeusi na kijani. Kwa hiyo hapa natengeneza sio bendera ya taifa kwa sababu blue hakuna. Kwa hiyo natengeneza kwa mtu anapenda ananunua tu. Unaona. Sasa hapa nimeweka njano, naweza kuondoka na nyeusi. Kama
Unaweka njano? Naweka njano ndogo. Size ya kati. Njano kubwa hakuna. Hakuna, ameleta ndogo. Size ya kati, lakini nitaitumia hivyo hivyo kwa sababu ameleta ndogo zaidi ile ya kushona nani fimbo. Swali kwako mama wa Kigoma. Ujuzi ulioupata hapa, umeona kwamba umekuletea tija kule, utauendeleza au yote unayaacha Maisha Plus kutengeneza mafuta Maisha Plus? Huyu hapa. Nataka jibu. Utaendeleza haya kwa sababu wewe umekiri kwamba ni mjasiriamali. Haya mengine uliyoyapata hapa mapya utaendelea nayo? Mimi kwa kweli ninalishukuru hili kwa sababu limeniongezea kitu. Pamoja na kuwa mimi ni mjasiriamali, nimeongeza ujasiriamali mwingine ambao unaweza kanisaidia hata kama nitakuwa nimekwenda huko nyumbani. Lakini sasa kuna kiulizo. Kiulizo changu kiko hivi, huwa ujasiriamali, mimi ni mkulima. Kipato changu cha ukulima si kinajulikana? Nitakuwa mjasiriamali halisi kama nitakuwa nimepata mtaji wa kujiendeleza. Ila nisipopata mtaji wa kujiendeleza, ujasiriamali utaishia hewani tu. Kuambiwa kwamba mama ni mjasiriamali lakini vitendea kazi nitavitoa wapi? Sikiliza, naomba nimuongezee hapo. Unajua hapa tumekuja kuongezewa ujuzi na akili ya kuweza kutoka pale tulipo tuende nafasi nyingine. Kwa mfano hivi, wewe si unalima? Kwa mfano ulikuwa unalima pasipo tija, unalima pasipo elimu ya kilimo. Hapa umepata angalau kujua kwamba kulima kilimo rafiki ikoje, kutunza mazingira kukoje, kuongeza mbolea kwenye shamba na nini na nini. Utakapotoka hapo ukaenda ukalima, ukapata mazao yako mazuri kama vile ulivyosema kwamba ulivuna karanga nyingi. Zile karanga utakula zote? Utakula zote. Utauza, utalipa ada ya mtoto, utanunua nguo, utanunua hata malighafi za kufanyia biashara ile ambayo imekukaa moyoni, ukaona kwamba hii naweza kuiendeleza. Utanunua malighafi kwa kutoka ndani ya kilimo kwenda kwenye ujasiriamali. Kwa kweli mimi sijaona hapa kwamba tuko tofauti. Umeridhika? Nini? Nimeridhika. Tuseme je, tulikuwa nani hoteli pale? Tungejua kwamba kila mmoja maisha ningekuja singaacha. Hivi hata kama mimi ningeliamua kulala nyumbani. Alafu Mama Ngoso, yani tulijua kabisa tunapokuja huku tutakutana na maisha magumu. Kwa sababu gani? Tumamba tunaenda vijijini na tunaenda yani vijijini ndiko tunakokwenda. Tulishaambiwa pale. Kwa nini ujiite mama shujaa? Nilikuwa mama shujaa. Tulishajua kwamba tunakuja vijijini na tunakuja kujifunza. Hapa tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Ujue yani mama shujaa mwenyewe. Ujiwezeshe mwenyewe. Hata mimi nilifurahi hata ukae kwenye nini lakini ujijue mwenyewe kwamba mimi nitaweza. Nimejaza shindano awamu ya kwanza, sikubahatika. Na mimi hivyo. Nikajaza awamu ya pili, sikubahatika. Sasa nimejaza awamu hii, nimebahatika. Kwa nini Mungu anipe nini? Mimi nilifurahi nikasikia pesa. Mimi nilisema nimeshinda kuja hapa. Kiu yangu imetimia. Mimi nalipa mimi nimeshinda. Vitu nilivyojifunza ndio nimefurahi. Alafu kwa bahati tunakuta wamama ambao wana maujuzi yao. Kila mmoja ana ujuzi wake, anafundisha jinsi anavyojua. Huyu ametufundisha sabuni, huyu anatufundisha batiki, huyu anatufundisha kutengeneza mafuta, huyu anatufundisha kilimo hifadhi. Tulikuwa hatujui. Tunajua tu kulima, tuoteshe kwa mraba. Amefundisha kilimo hai. Tumefundisha kilimo hai. Kilimo cha matuta. Kilimo cha kuku. Mimi sasa tumefundishwa tiba. Wengine tuna ng'ombe, hatujui jinsi ya kutibu ng'ombe wetu. Ng'ombe anapozaa kwamba utamsaidieje. Tumeshajua kwamba wewe una ng'ombe. Ng'ombe wako anapozaa unatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi. Kuna dawa asili ya kuku tumejifunza. Bustani nyanya zimeungua, umejifunza. Tuna vibustani nyumbani vitatusaidia. Yaani tunafurahi kwa kweli. Wewe lakini lazima tukwambie. Lazima tuseme tumepata faida kubwa. Kwa hiyo sifai sana kulala hapa. Wewe ulale kwa sababu umekuja maisha
usikate tamaa, ujifunze mambo yote. Wewe unakata tamaa. Wewe unatakiwa usikate tamaa. Sikati tamaa mpaka hatua ya mwisho. Mpaka hatua ya mwisho. Kama nyoka ndio maana siku zote akina mama wanatudharau. Badala ya kupiga hata hesabu iliyotengeneza hili jiko hili. Wametumia mamilioni mangapi? Haya mahera walioyatumia. Si wangetujengea hata majumba mazuri kama tumekuja kwenye masomo. Nyumba unachotaka ni nyumba nzuri. Mama Zinaida. Kuishi. Wewe unataka nyumba nzuri. Ulishapitia jeshi wewe. Ulishapitia jeshi wewe. Kupanga mapato, matumizi na kujua faida yako. Wakati unapouza mazao yako. Hapo nikwambia anapanga nyumba ghorofa. Sasa hata anapata shida sana. Sasa hebu fikiria kuna kina mama wenzetu wanaishi kwenye familia kama hizi. Tena hizi ni nzuri jamani. Sio kuna vingine mimi ndio naishi nyumba kama hii. Na mlango sina wala nini. Ni kweli. Lakini nimeridhika. Sio kama unasema hivi. Nyumba hii kwanza ni nzuri. Kuna watu wengine wanakaa nyumba ananyeshewa mpaka asubuhi na vitoto amejifunga na vitoto hivi. Kwa hiyo kama una nyumba nzuri dada, mshukuru Mungu wako, mwambie Mungu asante na unapoenda batiki hapa. Uridhike na mahali palipo. Wewe unajua mapato yako. Tuleta hapa batiki. Ukilima anasema ukilima mazao yako. Au sisi ndio tumewatia changamoto hapa. Hapana, tunapeana changamoto. Ukilima mazao yako, kwanza afadhali mmesema kwa hiyo tukajua kwamba mapato yangu nilipata magunia 20 ndio najua mwisho wa faida yako. Wewe uangalie batiki na wewe unakula magunia 20. Magunia 20 sina bakisha na peleka. Ujiwekee akiba sasa. Sasa badala ya watu wanafunzi unawapeleka shuleni. Lazima ujiwekee akiba. Ina maana ukipeleka shuleni ya laki mengine. Ya baki ya pesa. Inabidi ubakize wewe mwenyewe unanunua batiki. Yaani wewe ukipata yale mapato yako, faida yako, unajiwekea akiba yako ambayo yaani mwanangu umedharau batiki. Mtaji wako ni mikono yako. Haya mimi mwenyewe ndio naanzia kutengeneza batiki. Hapa vyote mmevieleza. Leteni kila kitu hapa tuanze. Ndio maana nimefika hapo kwamba kila kitu hapo waliotengeneza naondoka na shule moja nzuri. Haya, lete maji bwana. Holi sasa. Na nimekukubali. Umeelewa. Lakini bado hapo. Wewe tayari. Wanaeleza kitu ambacho labda mawazo yake. Kwa hiyo mnaniruhusu mimi nianze kuchanga. Uchanganye. Unajua hapana bado. Mpaka tukuelimishe kwa sababu ulikuwa kwenye kilimo tu. Kwenye kilimo tupo, kwenye batiki tupo. Ni kuelimishana tu. Kweli hizi ni changamoto hiyo. Inatoa rangi ambayo mtu mwingine akikuuliza kwamba hii ni rangi gani unashindwa kumuelewesha kwa sababu unazoea rangi zambarau, rangi blue, rangi nyeupe, lakini inakuja rangi nyingine ambayo hata batiki yake kuipata dukani ni shida. Tumetoka vizuri sana. Tunahitaji nyongeza sasa. Huku wamekunja kidogo. Hata hii inaweza kukauka. Lakini si ni ile rangi moja tu tuliyochanganya ya kijani. Mkunjo huku wamekunja tudogo kule. Alafu hapo unajua rangi imeenda chache. Hapa imeenda nyingi lakini hata ile imeruka. Kuna sehemu ilikuwa imekusanywa makubwa. Kwa hiyo kuna midogo. Iko humu. Itakuwa iko humu. Ingia kabisa. Kufuli hiyo hapo. Jana kulikuwa na taski moja rahisi sana yenye zawadi kubwa sana. Washiriki walipewa sekunde 30 kuutoa ufunguo uliokuwa umefungwa kwenye kiwiliwili cha nyoka aina ya chatu mwenye urefu wa takriban mita 5 na unene wa paja la mtu mzima. Zawadi ya taski hii rahisi ilikuwa ni shilingi 300,000. Bahati mbaya sana hakuna aliyefanikiwa katika zoezi hili. Kutokana na huruma yetu tukawaambia kwa vile wameshindwa
basi itakapofika siku ya fainali tutaigawanya shilingi 300,000 kwa washiriki wote 35. Lakini leo tukaamua kuja na taski nyingine ambayo endapo watashindwa kuifanya, basi 300,000 walioahidiwa itapotelea hewani. Habari za jioni. Marahaba wadogo, wakubwa zangu shikamoni. Mambo safi? Shwari? Mko vizuri? Kijiji? Kina mama, tunapozungumzia watoto, kina mama ni wenyeji wa watoto, au sio bana? Kuna kina mama hawa, mama zetu, na kuna hawa ambao wengine hawajapata watoto, ni hao ndio wanaitwa future mothers, kina mama wa baadaye. Lakini ukiacha wote hao kuwa ni kina mama wa watoto, lakini pia sisi wenyewe pia tulikuwa watoto. Sasa dunia sasa hivi, hasa katika nchi za Kiafrika, zinaandamwa sana na maradhi ambayo yani kwa nyote mnafahamu kwamba mtoto tunaita kudemadema. Kudemadema maana yake ni kwamba yani mtoto mpaka avuke miaka 5 ni shughuli. Uongo kweli? Kumekuwa kuna kampeni nyingi sana zinazohangaika kuhakikisha kwamba vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 aidha vinapunguzwa ama vinaondolewa kabisa. Sawa. Sasa watu wanaohangaika na mambo yale ni watu. Wengine ni madaktari, wasomi, wataalam. Sawa, lakini mwisho wa siku mambo wanayoyafanya yanafanywa hata na watu sisi watu wa kawaida. Sasa kwa hiyo tunafahamu kwamba watoto wetu, wadogo zetu, yani anakuwa kwa Kiingereza wanatumia neno yuko vulnerable, yani ni mtu ambaye mteke. Unajua kadri anavyokuwa mkubwa ndivyo anavyozidi kuwa na nguvu sasa ya kuhimili, yani mfumo wake ule wa kinga unakuwa sasa unakuwa afadhali, lakini akiwa mdogo ni hatari. Yani wewe wa hapo ukipigwa na malaria si sana akipigwa malaria na mtoto. Mtoto ni rahisi zaidi kusikia kaanguka kwa sababu kinga zake ni ndogo kwa sababu ya utoto wake na kila kitu. Sawa. Sasa hapa kuna kazi. Na kazi hii ni kazi ambayo inalawama. Sawa jamani? Anajua mtaninunia, lakini potelea kwa mbali. Hapa kuna taski ambayo ninaitoa hapa kwenu nyote kama timu. Tatizo la taski hii, matatizo yako mengi sana kwenye taski hii. Kwanza, taski hii nitakavyoisema sitorudia. Taski hii sitopokea swali. Haya nitakayoyasema hapa ni maneno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Anakwenda kuchukua karatasi. Hapa kuna maneno 31. Haya maneno sitoyarudia. Kwa hiyo vijana mwasaidie mama zenu kuyashika haya maneno ili mimi nitakapoondoka nyinyi muitengeneze ile sentensi, kwanza muitengeneze ili muielewe kisha muifanyie kazi. Sitoyarudia haya maneno. Siuliziki swali, na ni kitu ambacho mnatakiwa sasa mkae chini. Unaweza kuona kama haiwezekani, kama hii ni nini, lakini lazima tukubaliane. Iwe ni leo jioni ndio hii. Iwe ni kesho, iwe ni kesho kutwa, si ndio? Lakini mnipe jibu. Sawa? Matokeo ya kutoa jibu ni nini? Natamani nikaisemee kule afu nikitaja tu nikimbie. Ile 300,000 haiji. Ikishindikana hii. Mkishinda ile 300,000 ipo, tulieni. Mkishinda ile 300,000 ipo, labda na vitu vingine champi zinaweza zikawepo. Tuko pamoja? Sawa. Nimesema maneno kama ngapi hapa? 31. Haya. Baada ya kuyasema yale kuhusiana na masuala haya ya watoto, nyie mnachotakiwa kufanya kwa kutumia hivi vichwa vyote hivi 35,
vichwa ambavyo vimeshinda vichwa vingi sana mpaka vichwa hivi vimeweza kuingia hapa. Sawa? Ndio umenitegeshea hivyo. Mnachotakiwa kufanya, hii karatasi haiachwi na sirudii. Nikimaliza tu mimi napita hapa shuu. Haya. Mnachotakiwa kufanya ni kutengeneza system yenye mfumo wa mchanganyiko wa hydrotherapy na liquid therapy bila ya kuhusisha maji kwa ajili ya kupunguza magonjwa ya kuharisha kwa watoto wadogo walio chini ya umri wa miaka 5. Hapa sizungumzii dawa, nazungumzia kinga. Bepo ulikuwa unapeleka maneno. Bepo ulikuwa unapeleka maneno. Kitu wakaleta hapa kaka. Haya mengine yani alikuwa na maana yenye maana hizo mbili hizo hapo, hydro na liquid. Haya, toto tukatafute mwarovela, mwarubaini na tindikali. Jumlisha humo tupate vibaya sio. Naambiwa maswali 31. Andika maneno. Mimi kama Masudi ananimaliza kila kitu hapa mnikata simu. Utasikia baba Boni. Hapo mimi hapo ni 40 tu sawa. 40 watu wanatoa hydrotherapy. Sababu gani? Hydrotherapy sio na liquid therapy. Wewe unasema bila kutumia maji. Wakati liquid therapy yenyewe tayari ni sasa jana lina maji. Unakwenda nampa mtoto unamaliza mchezo. Au dawa malaria namfunikia mtoto humo kwenye moto. Unamfukiza. Unachoma majani unamfukiza pa. Afu kama Suda ana mitego. Mimi namheshimu. Kwamba kusema nono moja tu mtu kashageuka na kugeuka huyo. Hapo vipi? Meachiwa somo hilo. I say. Mwarubani kule pale. Huwa hapo nani alileta umeweka pale kwenye uchanja pale juu haulete. Unajani? Nimesema hivi, ikiwa na maji lazima itaharibika. Lakini ikiwa haina maji, jamani tena kwenye eneo letu pale ni kama piwa inavyopikwa. pale haiharibiki. Sasa tunapata wapi vile vinani vya kuchomeka kule jikoni, alafu tuweze kupata hicho kimiminika. Kwa hivyo vinataka nani aina fulani ya chuma ngumu ambayo huku chini inapozwa na maji, hapa katikati inapata moto, mpira inakwenda kule, inadondoka matone upande huu. Utaipata sasa kama kitagongo. Ni kama gongo, ni kama gongo na mguu, wala haina tofauti. Ila tunatakiwa tutafute yani kuelezea hayo maneno yakae kwenye mstari. Ndio. Na kila mtu mwingine akiulizwa anakuwa na elimu tayari, akiulizwa anaweza kuieleza kwa ufasaha. Kwa sababu hatuna vifaa. Shida ni mbaya baba. Kinga ya mtoto wa miaka 5. Miaka 5. Hapo Shida imeandika dile 300. Kwa nene 300 sirudishi, shida kaandika. Kwa hiyo tunatumia mvuke ili iwe kimiminika cha kuweza. Kwa hiyo tunaandaa vile vitu vyenye virutubisho, tunatengeneza bomba inapeleka pembeni hivi, inapokea kwenye chombo. Ndio maana yake. Hiyo imepita, haitumiki maji. Maji haitumiki maji, ni mvuke tu na na nani alileta akaweka pale? Akasema kwamba unafukuza mbu ndani. Tafunieni mwenyewe. Huyo mtoto wa chini ya miaka 5 anakuwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nimechukua kweli yani. 40. Ndio mwenyewe kabisa. Unaweza kuchemsha. Nachemsha changanya na nani?
Na hii ya maji. Alafu unaweza haya mtoto utampa matone mangapi? Unaweza ukaponda ukachanganya kwenye mafuta. Mafuta gani? Ngozi inatia. Si ukisaga sana inalainika, si unaukausha kwanza. Ni mchungu kweli kweli yani. Mchungu. Una meza tu mara moja hivi. Lakini ukimaliza dozi yako unajisikia fresh. Ukimaliza tu dozi yako unajisikia fresh. Ila hii inatakiwaje kama ni kinga? Kila wiki utumie kikombe kile kidogo. Kwa mara moja kile cha chai, sio maglasi yale makubwa. Lakini utumie kila wiki kikombe hiki kimoja. Ni kinga kamili. Na hii ni mwarobaini asili. Hadi mpingo bajaji tutakwenda. Yaani hapa swali naanzia. Hidrotherapy. Jomba umepata? Na likite. Brother utani. Huo ni mwarobaini tu. Hapa ni dawa mwarobaini au mwarovera. Bila kutumia maji. Ule mwarovera wenyewe ukiutwanga unatoa maji. Tayari ni kumiminika. Wewe acha kuna ni hii hapa ukiumiza kisha utapata dawa. Mwarobaini huo. Nani rais amua kitu kimoja basi. Rais amua kitu kimoja, nini kifanyike? Mpaka sasa sielewi. Kumbe jibu ni maziwa ya mama. Jamani mrudi huyu. Maziwa ya kwanza ya mama ni kinga ya mtoto, ni maziwa ya mama. Mnasikia wasichana na vijana ni kitu gani? Maziwa ya mama. Akizaa mtoto msiseme sinyonyeshi kwa sababu maziwa yataanguka. Yaani ukishindwa kunyonyesha mtoto wako yale maziwa ya kwanza ni kama unamuua kabisa. Umemuua kabisa, umemnyima kinga. Hata mimi nasema, yani wewe uko sahihi. Mtoto chini ya miaka 0 huwezi ukampa makande au ukampa eti yeye aje ugali. Lazima ni maziwa ya mama. Yani wewe unatakiwa uwe chuo kikuu. Sijui unafanya nini. Hata sasa ustaarabu wa walimu. Daktari wa kujitegemea. Wakina mama wanacheza wadogo wanawake inalipa. Mama zetu wanafikiri wataalamu wa mambo. Kuna nutrients na nini virutubisho vyote. Viwekeni chini na sisi watoto wenu tuchukue na sisi tupitie kidogo. Lakini wanaume tunatakiwa mwasaidie kina mama wapate lishe bora. Maana kama mama ana mimba siku ya kwanza mpaka kujifungua. Nikiwa na mke wangu ukitoka kazini unapitia tu matunda. Msijali. Kama mimi kisha kuwa baba wa Lema. Ukiwa nyamaza bona. Ukiwa baba wa nyumba unakuwa ni mmiliki wa Marlboro. Marlboro haitoki mkononi mwako, lazima Marlboro ni ofisini. Unatoka ofisini unapitia. Sikiliza. Sikuambii kwamba utembelea Marlboro. Yaani ukirudi nyumbani lazima uwe na Marlboro, ina matunda, ina mboga, ina nini? Ili mama na watoto waweze kupata lishe bora. Mtangu atapasuka na voice mtangu atapasuka. Na nakwenda Lema namtumia vitoro, namtumia vitoro. Kwa vile nimekuona ni shujaa na nimesema basi umchukue Rehema kwa sababu nimeona una uwezo wa kuja kumtunza Rehema baadaye. Neema au Rehema? Rehema. Alijua alikuja jana. Na Boni. Sisi na Saidi tumejaribu kufikiria, sawa? Kama Sudi amesema hivi kwa kutumia hydrotherapy. Mimi samahani Safe, mimi bado na discuss swali la kama Sudi. Hilo jibu sijalizika nalo. Najaribu kudiscuss kivingine tena. Kwa hiyo mtaniwia radhi kama mtaniona mimi ni tofauti. Sisi na Saidi, mimi na Saidi tumejaribu kufuatilia kwa kina zaidi. Kama alivyosema kama Sudi kwa kutumia hydrotherapy, si ndio? Na liquid therapy bila kutumia nini? Maji. Tukija katika hydrotherapy. Katika hydrotherapy means is the treatment of disease or injury by doing physical exercise. Ina maana hii ni tiba ambayo kwa mfano kama ni mtoto. Kwa mfano mtoto wa mwaka mmoja imekuja. Mwaka mmoja au miaka 3 pale. Mtoto anaweza akapata ugonjwa wa matege. Watoto wengi kwenye mwaka mmoja hadi 5 wanaugua hadi ugonjwa wa matege. Si ndio? Hasa ugonjwa wa matege kwa mfano ni upungufu wa madini ya chuma ambao ni calcium. Kwa hiyo unaweza kutumia hydrotherapy kumtibu mtoto
by doing exercise, kwa mazoezi. Hiyo ni kinga ya kwanza. Bila kutumia nini? Maji. Kwa mfano mtoto akiwa anaumwa, kuna gadigadi ile tunatoa nini, wa mama sana wanapenda kununua kwa watoto. Unaweka mtoto anaanza anatembea, ile pia unajikinga nini mtoto kwa nani, kwa kuwa nani anaumwa na ugonjwa. Kwa hiyo pale hujatumia nini, lakini umempa tiba. Lakini tukirudi katika hii nini, liquid therapy. Hii liquid therapy tumepata concept hizi mbili. Hii ni liquid therapy. Ina maana hii lazima itakuwa na chembe chembe za nini, za kimiminika. Lakini tukajaribu kudiscuss na Saidi kama kuna baadhi ya lishe, kwa mfano dagaa, mfano huo mmoja, mtoto mwenye mapungufu ya kutembea na matege, ina maana amepungukiwa calcium mwilini au madini ya chuma, ndio maana anakuwa. Kwa hiyo kama kuna baadhi ya chakula, kwa mfano kama dagaa wana nini, wana calcium, umeona. Kwa hiyo mtoto anaweza akapewa dagaa without nini, anaweza akatengenezewa without water, kwa mfano kwa maziwa ya mama, umeona, ili mradi yule dagaa mtoto aweze kufanyaje, kupata ile lishe. Baada ya hapo labda amepata ni tiba ya lishe, lakini baada ya hapo anaenda kwenye nini, kwenye hydrotherapy, anapewa ile lishe lakini anafanya na mazoezi. Kwa hiyo ni kinga nzuri kwa mtoto bila kutumia nini, maji. Swala la aliozungumzia matege kwamba apewe dagaa au na mazoezi ni kinga au ni tiba? Ni tiba. Ni tiba. Ni tiba sio kinga. Hiyo tiba tayari. Hiyo ni tiba ya masa kapata. Unaona unapokwenda nyinyi. Sisi hapa tunazungumzia kinga. Hatuzungumzii nini? Tiba. Yaani ile immune ya mtoto, si ndio? Unampa mtoto gani? Ina maana sasa mazoezi tayari imeshatokea. Ina maana sasa hivi hapo wewe una treat. Unapokuwa umejifungua, kuna maziwa ya kwanza yanayokuwa na rangi ya njano. Mtoto akiyakosa yale maziwa, anakuwa ameshapoteza kila kitu ndani ya mwili wake. Mtoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 0 mpaka miaka 5 wanakuwa na matatizo fulani, wanakuwa wana magonjwa mengi nyemelezi, si ndio? Akasema hivyo, ndio baada akasema hivi, kwa kuzingatia hayo akaenda sasa utumie liquid therapy na hydrotherapy. Umeona sasa? Bila kuchanganya na maji. Sasa unachokiongelea hapa wewe sasa, unaongelea sasa tiba. Hydrotherapy means the treatment of diseases or injury by doing physical exercises. Kwa sasa hivi na maana sasa mtoto ameshakuwa na matege tayari, si ndio? Kwani subiri mama Boni, subiri. Okay. Ameshakuwa na matege tayari. Sasa how treat him hoha? Ni kutumia nini? Mazoezi hayo unayosema. Alafu mama kitu kingine. Kwa mfano hapo nasema swala dagaa. Swala dagaa maana kwa mtoto si kwamba anakula yeye. Lazima anakula nani? Mama. Na anapokula mama na maana si kwamba anakuja kumtemea kama ndege. Lazima anakuja kunyonya nini? Maziwa. Na maana bado tunarudi pale kwamba ni maziwa ya mama. Ali. Sio hata maziwa, sio maziwa ya mama, yale maziwa ukiyafuatilia vizuri. Hivyo vitu ambavyo mmevitaja vyote vimo. Yana shombo kabisa, shombo yale harufu ya shombo. Yaani inamaanisha kama dagaa wapo. Mtoto bila kumpa kitu chochote, yawe maji yawe nini, miezi 6 mtoto ananyonya maziwa ya mama tu. Ndio utampa kitu kingine chochote kile kama maji au siku zingine maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya mama ni kinga kamili. Sasa nataka niulize, amefikia miaka 4. Sio? Hayo yote hayakuzingatiwa na mzazi. Kafikisha miaka 4, ana matege kama hiyo au miaka 4 si mtoto kaisha kunyonya. Endelea. Tiba yake itakuwaje? Tiba yake au kinga yake itakuwaje? Tiba yake ni nani? Ni mazoezi. Mama msinishambulie, naona kama mnanishambulia. Jamani namlinda. Tuongee kwa utaratibu maalum. Mama wa Singida. Mama Bisai. Haya. Mimi nafikiri swali halikuja kwamba tutamtibuje atakapofika miaka 4. Swala limekuja tumlindeje huyu mtoto mwenye miezi 0 mpaka 5 kwa kinga kwa miaka mpaka miaka 5 kwa kinga ipi inayoweza kumlinda, sio kwa tiba ipi. Sisi kwa mawazo yetu kama wamama tulivyo, swali la kwanza lilivyokuja, maelezo ya kwanza kwamba nyie ni wamama na vijana ambao watakuja kuwa mama baadaye, kwamba ni uwezekano gani utakaoweza kumlinda yule mtoto kuanzia mwezi 0 mpaka miaka 5. Hatukujalisha kwamba kutajitokeza tatizo, na kumlinda si kwamba hatapata tatizo, ila lile tatizo likija halitakuwa na nguvu.
kwa sababu ana ile kinga ya maziwa ya mama ya mwanzo. Nilikuwa nataka niungane na Ali kwenye kipengele kimoja kwamba mazoezi, lakini asifanye zoezi kwa sababu ana matege. Ina maana ili kumkinga mtoto na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakamletea ulemavu, basi tumzoeze yule mtoto kuwa na mazoezi, hiyo iwe kinga. Lakini tukisema kwamba akiwa na matege ndo tumfanyie mazoezi, ile inakuwa ni tiba kabla ya kupata. Lakini hasa maziwa ya mama ndo yanashika nafasi ya kwanza, lakini pia hata zile chanjo ambazo zipo kisheria na hazichanganywi na maji, ziko special tayari. Huyu mtoto ili apate hiyo kinga, yani mpaka miaka 5, ni maandalizi ya mama kutoka mama hajapata mimba mpaka amepata mimba baada ya kujifungua. Sio kama mama kishajifungua ndio tayari amemaliza shughuli. Kwamba anatakiwa lishe bora, yani mboga za majani, matunda na nafaka aina mbalimbali, mikunde. Atakapokuwa amepata vile vitu kutoka mwanzo, ina maana zile vyakula vyetu kwanza ni dawa, ni kinga, ni chakula. Kwa hiyo atakapokuwa amepata ule mtiririko wa vyakula hivyo, mara amejifungua anaunganishiwa, bado mtoto anaendelea kupata. Anakuja anapata na kinga za ulimwengu wote kama za chanjo hizo. Akipata hivyo vitu, ugonjwa hapo katikati ni hakuna kabisa. Unajua niko kama mwenye mkumuelewa Masudi nyinyi. Hiyo kisi umeongea mko sahihi. Lakini kitu ambacho kimasumbua amjaelewa Masudi ametaka kuongelea. Ametuambia tutengeneze tiba, yani kinga, hapana tiba.